Haya ni mambo matatu ya kuacha ili ufikie malengo yako kwa kasi zaidi mwaka 2026. Kumbuka kitu kimoja. Katika mchakato wa kutimiza malengo ulionayo, lazima uwe tayari kufanya vitu vitatu. Kitu cha kwanza, lazima uwe tayari kuacha baadhi ya tabia, lazima uwe tayari kuanzisha baadhi ya tabia, lakini pia lazima uwe tayari kuendeleza baadhi ya tabia. Unatakiwa kukumbuka kitu kimoja. Mtu huyo huyo wa mwaka jana ambao ulishindwa kutimiza malengo yako ndio mtu huyo huyo ulioko na mwaka huu. Kwa maana hiyo ni nini? Kwa maana rahisi ni kwamba kama hautakubali kuacha baadhi ya tabia, kuanzisha baadhi ya tabia na kuendeleza baadhi ya tabia, utajikuta mwaka huu pia 2026 unakuwa unashindwa kutimiza malengo yako. Pale unapokuwa unaweka malengo makubwa, unapokuwa unaweka malengo yako makubwa na malengo tofauti, lazima ukubali kuwa mtu tofauti. Kumbuka kuwa extraordinary man. Sasa utafiti unaonyesha 90% ya watu ikifika Disemba wanakuwa malengo yao hawajayatimiza. Yaani wanakuwa wamefeli kutimiza malengo yao. Na asilimia ndogo sana ya watu ndio wanaotimiza malengo yao. Sasa usipokuwa makini utajikuta unaangukia kwenye kundi la hii 90% kwa mara ya pili tena. Kama mwaka jana ulishindwa kutimiza malengo yako, utajikuta na mwaka huu unaangukia pia kwenye kundi lile lile. Sasa lazima mwaka huu tufanye transformation. Lazima mwaka huu tukubali kwenda kwenye kile kundi la watu wachache wanaotimiza malengo yao. Sasa haya ni mambo matatu ya muhimu sana ambayo lazima uepuke katika mwaka huu, ambayo yatakusababisha uweze kutimiza malengo yako kwa kasi zaidi mwaka 2026. Jambo la kwanza, acha maisha ya maonyesho. Tunaita lifestyle inflation. Sasa tatizo la vijana wengi na wasomi wengi wa siku hizi, tunaishi maisha ya maonyesho, maisha ya kuonyesha watu vile vitu ambavyo sisi wenyewe vinatugharimu. Tunaishi maisha ambayo yanatugharimu sisi binafsi, alafu tunaonyesha watu ambao muda mwingine hata hatujui kama wanatuona au hawatuoni. Sasa katika mwaka 2026, katika malengo yako ambayo umejiwekea, lazima ukubali kuacha tabia ya kufanya maisha ya maonyesho, lifestyle inflation. Hasa kwa sababu gani maisha ya maonyesho? Kwa sababu moja, pale ambapo unaenda sehemu ambayo hukuitaka, unanunua vitu vya gharama kwa ajili ya kumfurahisha watu wengine au kwa ajili ya kuonyesha watu wengine kwamba umefika. Kumbuka ile mianya au zile pesa unazotumia zingeweza kukusaidia kuendeleza malengo yako mwaka 2026. Hasa katika mwaka 2026 lazima tuzibe mianya yote. Lazima uwe tayari kuziba kila mianya, kila mwanya ambao unajua huu mwanya unavujisha pesa zangu, huu mwanya unasababisha nashindwa kutimiza malengo yangu kwa sababu kuna pesa zinavuja sehemu fulani. Sasa hiyo mianya tutazibaje? Kitu cha kwanza cha kufanya katika mianya ni kuacha maisha ya maonyesho, kuishi maisha ya maonyesho. Sasa kitu kikubwa kinachosababisha watu wanaishi maisha ya maonyesho ni pale ambapo kipato chao kikiongezeka na wanaongeza matumizi. Kipato kikiongezeka, mtu anaongeza matumizi. Sasa changamoto kubwa hapo ni nini? Changamoto kubwa hapo ni kuwa kipato kitakapoongezeka na unapoongeza matumizi, utajikuta hata kama mshahara wako umepanda vipi, utajikuta hauoni hata ile pesa inapoelekea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipato chako kimeongezeka na wewe haujabalance matumizi yako, na ukaaje na matumizi na ukaiongeza. Utajikuta unakosa kabisa pesa ya balance. Utajikuta unakosa kabisa pesa na utajiona huna pesa. Kumbe kipato kinapoongezeka unatakiwa baki katika matumizi yale yale. Wewe usiongeze matumizi. Lakini kitu cha pili cha kufanya katika hiyo tabia, ishi maisha unayotaka wewe. Usikubali watu wakuamulie namna ya kuishi wewe. Usikubali watu waamue maisha yako wewe. Usikubali kuishi katika namna ya kuwafurahisha watu. Kumbuka maisha yako ya kuwafurahisha watu ina gharama. Lazima itakugharimu sana. Itakugharimu pesa zako, itakugharimu muda, itakugharimu na vitu vingi sana ili kuishi kuwapendezesha watu. Kwa hiyo kitu cha kwanza, changamoto ya kwanza au jambo la kwanza tunatakiwa tuliacha mwaka 2026 ili kutimiza malengo yetu kwa kasi zaidi, kuacha maisha ya maonyesho. Kuacha maisha ya maonyesho. Sasa Willy Roger aliyosema hivi, tunatumia pesa tusizokuwa nazo kuwafurahisha watu tusiowataka. Willy Roger aliyosema hivi, tunatumia pesa tusizokuwa nazo kununua vitu tusivyovitaka ili kuwafurahisha watu tusiowahitaji. Hiyo ni Willy Roger. Sasa unaweza kujishangaa unanasa kwenye huo mtego kwamba unatumia pesa ambazo kununua vitu usivyovitaka kwa ajili ya kuwafurahisha watu usiowahitaji. Lazima uwe tayari kutoka katika mtego. La sivyo utajikuta tena na mwaka 2026 kasi ya kutimiza malengo yako inakuwa ndogo au unashindwa kutimiza malengo yako. Na jambo la pili, usiogope kufeli. Sasa watu wengi wanatafsiri kufeli kama kushindwa. Yaani watu wengi wanatafsiri kwamba ninapofeli maana yake hakuna kitu tena naweza kufanya.
Sio maana yake. Maana ya kufeli ni hii hapa. Kufeli maana yake njia uliochukua sio sahihi. Hiyo ndio maana ya kufeli. Sasa usitafsiri kufeli kama kushindwa. Sasa watu wanachukulia kama kufeli ni kushindwa kabisa. Yaani wanachukulia kama kufeli hakuna jambo tena unaweza kufanya. Sio kweli. Unapofeli amka, anza tena upya. Sasa shida sio kufeli, ila shida iko hapa. Baada ya kufeli unachukua hatua gani? Kufeli na kubaki katika failure, hiyo ndio changamoto. Lakini pale ambapo unafeli, na kuanza kuchukua hatua mpya, hapo unakuwa umeenda hatua ya next zaidi. Kumbuka, failure ndio best teacher in the world. Failure ndio teacher mzuri ambaye anakufundisha kwamba je, ulichukua sio sahihi. Wote tunamjua Thomas Edison. Thomas Edison alifeli zaidi ya mara 1000. Lakini anakuja kusema nimegundua njia 1000 zisizofanya kazi. Yeye akuchukulia kufeli kama kukata tamaa au kushindwa kabisa, lakini alichukulia kufeli kama ni njia zisizofanya kazi, na mwisho wa siku akaja akafanya njia ambayo ilifanya kazi, akuleta matokeo makubwa. Sasa mwaka 2026 lazima ukubali kwamba sitakubali failure nirudishe nyuma. Mwaka 2026 lazima tuseme hata ninapofeli lazima naamka, naendelea mbele. Lazima tukubaliane na jambo moja. Maisha huaga yanabadilika, na sio kwamba mipango yote uliyoipanga mwaka 2026 basi itaenda vile vile ilivyo. Kubali kuwa kuna mabadiliko, kubali kwamba kuna kipindi maisha haendi kama vile ulivyotaka, na ndio hapo unapo accept failure na kuwa na kawaida ya ku accept failure na kuchukua mabadiliko. Ukiwa na kawaida ya ku accept failure, alafu pale unapofeli unaamka na kuchukua njia nyingine, utakuwa ni mtu wa furaha sana. Lakini ukiwa unaikataa failure na unapoanguka katika failure unabaki pale pale chini, hapo utakuwa unakaa kwenye huzuni siku zako zote. Sasa usiogope kufeli katika mwaka 2026, na jambo hilo kama jambo la pili la kuepuka kabisa ili kutimiza malengo yetu kwa kasi mwaka 2026. Na jambo la tatu, avoid toxic cycle, au tunaweza kusema kwa Kiswahili rahisi, jiondoe na marafiki wasio na faida. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe hapo ulipo ni wastani wa watu 5 wanaokuzunguka. Kwa maana hiyo, kama unazunguka na watu wasio na malengo, unazunguka na watu wasio na maono, unazunguka na watu ambao walishakata tamaa, automatically lazima nawe utakuwa hivyo hivyo. Lazima uangukie katika kundi hilo hilo. Hakunaga mahusiano ambayo yanakuwa neutral. Yaani huwezi kusema na uhusiano na huyu afu unakuwa neutral. Lazima atakuathiri kwa namna fulani. Sasa moja ya jambo kubwa sana la kuepuka mwaka 2026 ili kutimiza malengo yetu kwa kasi zaidi ni kuepuka marafiki wasiofaa, kuepuka cycles zisizofaa. Sasa katika kuepuka cycles zisizofaa lazima uwe tayari kufanya vitu hivi vitatu. Kitu cha kwanza, lazima ukubali kuanzisha urafiki na watu wapya, kutafuta connection mpya, kutafuta cycle mpya ambazo utakuwa unazihitaji katika malengo yako. Wewe mwenyewe ukireview malengo yako utagundua kwamba haya malengo kuna sehemu, kuna watu nitakuwa na wahitaji kwenye malengo yangu yaweze kutimia. Lazima watafute hao watu. Lazima ukubali kuongeza seko yako ya watu ambao ulikuwa huna. Lakini kitu cha pili cha kufanya hapo, lazima ukubali kuquit baadhi ya marafiki. Lazima ukubali kuvunja uhusiano ulionao na baadhi ya watu. Kwa sababu ukikaa chini ukifikiria utagundua kwamba mwaka jana sababu kubwa ya kutotimiza malengo yako ilikuwa na marafiki pia wasiofaa. Kwa hiyo usikubali kuendelea kuwa nao waquit, kwa sababu wewe huwezi kumpendeza kila mtu. Kila mtu hawezi kuwa rafiki yako. Kwa lazima uquit baadhi ya marafiki ili kusudi uweze kuongeza kasi ya kutimiza malengo yako. Ili kusudi mwezi wa 12 tukirudi hapa tunakuona umekuwa winner, umetimiza malengo yako kwa kasi zaidi. Lakini kitu cha tatu ambacho tunatakiwa kufanya ni kuendeleza na kuimarisha cycle yako, baadhi ya cycle ambazo unaweza zilikuwa zina faida. Mwaka jana kuna baadhi ya watu ulikuwa unahusiana nao na ukaona hawa watu wana matokeo chanya katika maisha yako. Hawa watu wanaletea positive impact katika maisha yako. Lazima ukubali kuimarisha uhusiano nao. Lazima ukubali kuendelea kuimarisha zaidi ili kusudi endelee kukusaidia katika mwaka huu. Ili uendelee kuwa msaada ili kutimiza na kufikia malengo yako mwaka 2026. Kumbuka, unapokuwa unazungukwa na marafiki 5 wapumbavu, kumbuka wewe unakuwa 6.